Sawa bwana, usikaye maombi ya kwao Kathy Price Nio kikwambia hivyo msikilizaji, na tufikishe dakika ya 17 hivi sasa mara baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Anaitwa Tina kutokea Dodoma, naomba wimbo wa Good Luck waacha waone umfikie mamdogo wangu aliyoko Dar es Salaam. Okay Tina, nimekupata. Eriki kutoka Dodoma, nimekwisha pitia jumbe yako, naona umekuja mara 2, lakini pia nasema Meshaki pia na yenyewe hapa. Laurenti kutoka Mwangaza Kisasa, shukrani sana ukiomba wimbo wa Rozi Muhando. Sawa, niliahidi kwamba tutakaporejea hapa msikilizaji, moja kwa moja tutakwenda kupata tafakari hapa ya chakula cha kiroho. Yupo hapa mtumishi ambaye tutakuja kusikiliza kile ambacho amekuja nacho. Kwa kweli tukae mkao mzuri sana, wasikia hii hapa kwambia usikae maombi. Tunakwenda kuwa pamoja hapa. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Mtumishi Shedrack. Haya majina yamebarikiwa sana haya. Yeti si tu mzazi anakuita hili jina bali anakumbuka. Unajua maana ukimtaja Shedrack anakumbuka ile tanuru na Abednego. Uliwahi kutafakari hicho kitu? Ya ni moja kati ya somo ambalo huwa nalipenda sana. Na ni moja kati ya somo ambalo huwa nikilifundisha linanibariki pia. Kweli? Ndio. Ulilipokea kwa mikono miwili? Ujaye kuhoji baba kwa nini umeniita Shedrack? Ya kuna wakati niliwahi kujiuliza mimi kama mimi, kwa nini mimi? Kwa sababu katika familia yetu tumezaliwa wa kiume 4. Katika familia yetu tumezaliwa wa kiume 4. Lakini katika wale wa kiume 4 tuliozaliwa, basi mimi ndo mtu pekee ambaye nilipewa jina la Shedrack. Kwa nikawa najiuliza kwa nini mimi? Na ukizingatia namna ambavyo nilikuwa nikikutana na mambo mbalimbali ambayo nilikuwa nayaona kwangu mimi yakiwa mazito. Kuna wakati nilikuwa nahisi kwamba mimi mwenyewe napita kwenye tanuri. Kwa kuna wakati naliona jina langu linasadifu ya kile nilichokuwa nakiona. Lakini uzuri si ushindi unakuwa mbele. Unajua kama Shedrack amepita kwenye tanuri na akapata ushindi, mambo yakaenda vizuri. Kitu cha kwanza ni kwamba kama mtumishi wa Mungu lazima ukubali kwenye kupita kuna kufanikiwa. Ndio. Ya, nadhani hata somo langu ambalo nimeandaa leo linaendana na kitu kama hicho. Unapopita na jambo lolote lazima ufanikiwe. Ya. Safi, karibu sana ni 101.1 Maisha FM. Nadhani kwa mara ya kwanza ndio umekuwa ni mdau mkubwa sana wa Maisha FM. Umetamani lakini pia nikasema hapana, ni jambo ambalo kwa kweli iwe hivyo, na kwa sababu umepewa karama ya utume, ndio lazima tufanye mazingira at least uweze kufika kuzungumza na wasikilizaji na wadau, lakini pia hata wale watu wako pia ambao wanakufuatilia hivi sasa. Unajua tena? Ndio. Yes, kwa hiyo nafasi nayo. Karibu sana. Asante sana. Wasikilizaji wanakupata hivi sasa. Okay. Pengine tuweze kufahamu zaidi ni nani. Okay. Wapi unahudumu au unakotokea. Na tuende moja kwa moja kwenye ujumbe wetu wa leo. Sawa. Kwa majina naitwa Shedrack Mgeni. Mimi ninahudumu katika kanisa la Agape Life Church Dodoma. Tuko chini ya mtumishi wa Mungu Venon Fernandez. Okay. Ya, na mimi pale ni kiongozi tu wa vijana. Ya. Okay. Ndio. Mwenye karama yake pia. Ya, maana Mungu amenipa nafasi, acha niitumie. Amina. Ya. Karibu sana. Umetujia na nini ujumbe wa leo tarehe 15 ambao umekaa chini ukaandaa wana Jumapili? Nataka nizungumze kupitia hili. Nataka nizungumze na Watanzania, nizungumze na watu wa Mungu kupitia jambo hili na hili na hili. Ya, katika ujumbe wangu ambao Mungu amenipa siku ya leo nasema lipo tumaini. Lipo tumaini. Ndio. Safi sana. Sisi wasikilizaji tupo hapa. Lipo tumaini. Ya. Karibu. Asante. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Na ujumbe ambao siku ya leo Mungu ametupa unasema lipo tumaini. Lipo tumaini ni ujumbe ambao umebeba kile ambacho tunakwenda kujifunza siku ya leo. Ya kwanza tumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka, Sante kwa ajili ya siku ya leo, sante kwa ajili ya Maisha FM Radio,
Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye anatusikiliza saa na majira haya. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya ujumbe huu. Mungu, ninakuomba katufundishe, katupe neno ambalo litakuwa na kibali kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Basi tunakwenda moja kwa moja kwenye ujumbe wetu wa siku ya leo unaosema lipo tumaini. Lipo tumaini. Tunasema kwanza, tumaini ni nini? Tumaini ni jambo ambalo unatarajia litokee. Tumaini ni jambo ambalo unatarajia litokee kwa manufaa au jambo lolote katika maisha. Kwa hiyo unaposema lipo tumaini, ni kwamba kuna kitu ambacho kwenye maisha yako unakuwa unakitafakari kwa kina sana, au unakiwazia ni namna gani ninaweza nikafanikiwa kwenye hili. Ndipo ambapo Mungu anakuletea tumaini jipya. Kuna wakati ambapo unajikuta unakata tamaa kwenye jambo unafanya, Mungu anakuletea tumaini lingine. Yaani tunaposema tumaini, Mungu anakupa kitu au anakupa mlango ambao wewe katika maisha yako ya kawaida unahisi kwamba haiwezekani. Na tunakwenda kujifunza kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 29. Ayubu 22 mstari wa 29. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 29, inasema kwamba hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Anaposema ya kwamba hapo watakapokuangusha kuna kuinuka tena, manake ni kwamba kuna mahali watu wamekukatisha tamaa, kuna mahali watu wamekuvunja moyo, lakini Mungu anakuja kukwambia kwamba kuna kuinuka tena. Mungu anaposema kuna kuinuka tena, manake ni kwamba anakunyanyua kutoka mahali umekwama, anakunyanyua kutoka mahali umefeli. Mungu anakupeleka viwango vingine. Anaposema kuna kuinuka tena, yani tunapomtafakari mtumishi wa Mungu Ayubu aliangushwa kwa mambo mengi sana. Ayubu alikatishwa tamaa na mke wake mwenyewe, lakini Mungu anakuja kumwambia hapo unapoanguka kuna kuinuka tena. Yamkini hata wewe mtumishi unayenisikiliza mahali hapa, kuna mahali ulikatishwa tamaa, aidha na marafiki au watu wako wa karibu ambao uliona kwamba kwa namna moja ama nyingine wamekufikisha mahali pazuri sana, lakini ilifika hatua wakakuvunja moyo. Mungu anakuja siku ya leo kukwambia kwamba liko tumaini. Tumaini linapatikana mahali ambapo hakuna mtu alitegemea kufika. Na tunapoendelea mbele tunapata ujumbe katika kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya 29. Yeremia 29 kuanzia na mstari wa 11 mpaka wa 14. Yeremia 29:11, Biblia inasema, maana nayajua mawazo unayoniwazia, ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mstari wa 21 anasema, wa 12 naye anasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza. Mstari wa 13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nitawatoa katika mataifa yote na katika mahali pote walipokufukuza, asema Bwana, nami nitawaletea tena hata mahali ambapo kutoka hapo nitawafanya mchukuliwe mateka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa nini nimekuja na ujumbe huu ambao unasema lipo tumaini? Manake ni kwamba kama hapa anaposema kwenye kitabu cha Yeremia 29:11 kwamba anayajua mawazo. Mungu anajua kila tunachokiwaza. Yamkini sasa hivi unawaza ukajiue, Mungu anakuambia liko tumaini. Kuna kuishi tena maisha mapya. Kuna wakati yawezekana ulifukuzwa nyumbani kwa sababu ya changamoto za hapa na pale. Yawezekana kuna watu walikukwaza wakakufanya ukafikiria bora nife. Kuna wakati hata wewe mtumishi unajikuta unafikiria kwamba hapa nilipo bora nife, hakuna sababu ya kuishi. Lakini Mungu anakuambia liko tumaini. Liko tumaini, maana anakuambia kwenye mstari wa 12 anasema, nanyi mtaniita, mtakwenda kuniomba nami nitawasikia. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unayenisikia siku ya leo, Mungu yuko mahali popote anakusikiliza. Lile jambo ambalo unaona kwa akili za kibinadamu umefika mwisho, umekwama, huoni mpenyo, huoni pa kwenda,
Mungu anakuambia kwamba liko tumaini. Amen. Lipo tumaini. Mstari wa 13 anasema nanyi mtanitafuta. Mungu anataka sisi tumtafute. Mungu anapatikana wakati wote, anaonekana wakati wote. Manake anataka sisi tumsikie, sisi tuseme naye, sisi tumtafute ili aonekane kwetu, na kuonekana kwake manake ni pamoja na kulisikia neno lake. Ndani unasikia unapoenda kufanya jambo lolote. Mfano unataka kujiua, unakuta kabisa moyoni mwako ujumbe unakuja, kwa nini nijiue? Au ujumbe unakuja, kwa nini nifanye hivi? Ule ujumbe unaokuja sio kwamba ni wewe umetaka, ila ni Mungu anakukumbusha kwa nini. Inamaanisha uoni kama mimi niko mbele yako, au mimi siwezi kuwa tumaini kwako. Kwa hiyo tunaposema liko tumaini, manake ni kwamba kuna kuinuka tena mahali ambapo tumeona tumekata tamaa au tunaona tumeshindwa. Nilikutana na mtumishi mmoja akasema mtoto wake ana umri wa miaka 35, madaktari wamemwambia kwamba hawezi kuzaa tena, kwa maana kwamba amekoma hedhi, amefika menopause. Tunaposema kwamba amefika menopause, amefika mwisho, hawezi kupata hedhi tena. Nikamwambia mtumishi, sikiliza, kamwambie mtoto wako neno hili, liko tumaini. Akamwambia mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nikamwambia nimekwambia ukaseme mara 3, nikiwa na maana kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukitamka neno liko tumaini, mtoto wako atapata uzima tena. Hivi ninavyokuambia, alinipa ushuhuda kwamba mtoto wake ameingia tena siku zake. Yaani hata madaktari waliokuwa wamemsikiliza walibaki wanamshangaa, umewezaje kuingia tena siku zako wakati tulikwambia mayai hayapo na umefika mwisho? Nikamwambia hapana, hajafika mwisho, liko tumaini, na ninaamini atabeba mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninaamini ya kwamba mtu yoyote ambaye umefika sehemu unaona umekata tamaa, Mungu anakuambia kwamba liko tumaini. Unapoona kwamba umefika mwisho, huoni mwelekeo, huoni mpenyo, Mungu anakuambia liko tumaini. Tumaini letu ni kwake. Tunachotakiwa sisi ni kukubali kwamba ndio nimefika kwenye hatua hii, lakini hapana, Mungu hakuna jambo limeshindwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namna tunavyopitia kwenye maisha yetu, kuna wakati huwa tunaona kwamba changamoto zetu ni kubwa kuliko Mungu. Lakini acha nikutie moyo mtumishi unayenisikiliza leo. Mungu ana jambo jema juu yako. Mungu ana jambo jipya juu ya maisha yako. Hakuna jambo ambalo Mungu alilianza akalifikisha likafika sehemu lisio na mwendelezo. Pale unapoona umefika mwisho wa jambo lolote, Mungu anakuambia hapa ndipo anapoanza. Mahali ambapo walikata tamaa wana Israeli, Mungu anakuja kuwainua kwa namna nyingine tena. Mtumishi alikuja akaingia kwenye somo langu kidogo, akaniuliza kwamba nilitafakari kwa habari ya jina la kwangu ambalo Mungu amenipa, jina la Shadraki mgeni. Jina la Shadraki, tunaangalia wale vijana watatu waliokuwa kwenye tanuri la moto. Walipokuwa kwenye tanuri la moto, mfalme kwanza aliwaweka kule akiamini kwamba amewaweza. Lakini wale waliamini ya kwamba yuko Mungu atakayewaokoa na mkono wa mfalme. Walipoamini ya kwamba yuko Mungu atakayewaokoa na mkono wa mfalme, walipoingia kwenye tanuri la moto, Shadraka, Abednego na Meshaki walijikuta wamekuwa 4 kwa sababu waliamini. Na yule wa 4 alikuwa ni mtu ambaye Mungu amemtuma, yani alikuwa ni malaika ambaye ametumwa kwa ajili ya kwenda kuwaokoa wale watu watatu. Alipoenda kuwaokoa, kwa kweli ukitafakari, tanuri la moto lilikuwa limechochelewa kweli kweli. Kwa maana kwamba mfalme alifikiria kwamba nikiwatupa kwenye tanuri la moto, hakuna namna nyingine wanaweza akapona zaidi ya kuteketea na kuwa majivu. Lakini alikuja kushangaa wanatoka wakiwa wazima. Na ndio maana alikuja kusema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Abednego na Meshaki. Maana ni kwamba mfalme mwenyewe alifika sehemu akanyosha mikono, akakubali, akaona hakuna namna nyingine, Mungu anayetakiwa kuabudiwa ni huyu. Na mfalme alitoa amri, yoyote atakayemdharau Mungu wa watu hawa anatakiwa kuuawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiangalia, yuko mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli. Katika hapo unapoangalia Shadraka, Abednego na Meshaki, kuna mmoja alikuwa ni Danieli. Yule ambaye alikuwa ni Danieli, mwanzoni Mungu anampitisha kwenye tanuri. Yaani kabla hajampitisha kwenye tanuri, Mungu anampitisha kwenye tundu la simba. Simba walikuwa na njaa kali sana, lakini Mungu anampeleka mahali pale. Anamuingiza kwenye tundu la simba ambao wana njaa kali, lakini pale wale simba wanashindwa kufanya chochote juu ya Danieli, kwa sababu Mungu alikuwa amemwandaa Danieli kuwa ushuhuda kwa nafasi nyingine. Kwa hiyo yawezekana hata wewe unachokipitia unaona kwamba uko kwenye changamoto kubwa sana. Na labda mtumishi nikwambie kitu kimoja, kwamba watu ambao wanapitia changamoto sana ni watu walioko kwenye ndoa, hasa wanawake. Kuna wakati wanaona kabisa wamefika mwisho, wanaona bora kufa, wanaona bora kutoka walipo. Lakini acha nikwambie siku ya leo,
neno hili mwanamke yoyote anayenisikia au mwanaume yoyote anayenisikia, Mungu anaenda kumponya kutoka mahali alipo, akiamini ya kwamba liko tumaini, liko jambo ambalo linaweza likamfanya akatoka alipo, anaenda nafasi nyingine, anaenda nafasi nyingine. Ukisoma kitabu cha Luka 1:37, Biblia inasema kwamba Luka 1:37, Biblia inatuambia kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Maana yake ni kwamba jambo lolote unaloliona gumu kwako, kwa Mungu linawezekana. Jambo lolote unaloliona kwako haliwezekani, kwa Mungu linawezekana. Jambo ambalo unaliona kwako limefika mwisho, kwa Mungu linawezekana. Muangalie Yesu wakati anabeba madhaifu yetu mpaka anaenda msalabani, anaona kabisa ule msalaba anaubeba ni mzito, anaona kabisa hawezi, anaanguka nao. Mungu anamuinua mtu amsaidie kuubeba. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni kwamba hata mimi na wewe wakati tunakuja kuokolewa, tulifika sehemu shetani aliona kwamba anaona kutumudu wanadamu wote ni namna pekee ambayo ameiweza. Lakini Mungu anamuinua Yesu. Mbinguni kilikaliwa kikao, ni nani ni mtume duniani akaokoe wanadamu? Mungu anawauliza watu wake. Pale anainuka Yesu, anasema nitume mimi. Ni upendo wa pekee sana. Ni upendo ambao hakuna mtu anaweza akawa nao. Yesu anasema nitume mimi. Mungu anamwambia nenda mwanangu. Lakini wakati Yesu amekuja kubeba madhaifu yetu, Mungu inafika hatua hamuoni Yesu, anaona uchafu tu. Kwa sababu hata sisi tunapokuwa tunafanya dhambi, Mungu anasema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele zake. Basi Yesu anafika hatua anaona kabisa amebaki peke yake, anamuuliza Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini hakuwa na maana kwamba Mungu amemtelekeza, hapana. Alikuwa na maana kwamba anajiona yuko mwenyewe. Na ndipo ambapo wanadamu wengi tunapitia, huwa tunajiona tuko wenyewe, mahali ambapo tunaona kwamba hatuwezi kwenda. Yamkini unapitia madeni, unadaiwa kila sehemu unakopita. Wewe unaona kabisa kila mtu anayekuona unahisi kwamba huyu ananijua kwamba mimi nadaiwa. Lakini sikiliza nikwambie, mwambie Mungu iko nafasi nyingine. Ninahitaji kutengenezwa na wewe. Mungu anawatengeneza watu wake kwa namna nyingine. Mungu anawainua watu wake kwa namna nyingine, kwa sababu Mungu anatamani kila mtu ambaye yuko duniani afanye kile alichokileta. Watu wengi hawajui kwamba wameumbwa kwa kusudi. Hata wewe mtumishi wa Mungu Jenny Beth Kashaija huko hapa, Mungu amekuinua kwa ajili ya kufanya huduma ya utangazaji. Sio kwamba ulitaka wewe, ila Mungu alikuleta. Na ndio maana hata leo kuna wazazi ambao unakuta anamsukuma mtoto wake, bwana nenda kasome kitu fulani ndo kinaweza kikakupa pesa. Lakini je, Mungu alikuandaa uende huko? Mungu hajakuandaa uende huko. Tukijaribu kuangalia hata kwenye hospitali unakutana na watu, ukiangalia mtu anakuhudumia unasema huyu aliyenihudumia hata moyo hana. Sio umenikumbusha kitu mtumishi. Juzi uliopita mtoto ni wa shemeji yangu anipigia anko, anasema yes, baba ananilazimisha kwenda kusomea fani. Mimi sitaki. Umeona bwana? Najua mimi siwezi, ndio maana nikakimbilia huko. Si mara ya kwanza, mara ya pili amenipigia simu rudi nyumbani, lakini najua ataniambia mimi siwezi. Kama kuna uwezekano nisaidie kufanyaje? Kumweka sawa katika hili. Umeona bwana? Ndio. Sasa hapo sijui hili ilikuwa imekaje. Sawa. Ndo nilipokuwa naelekea hapo, kwa sababu asilimia kubwa kila mtu ana kitu ambacho Mungu amekusudia akakifanya. Manake ninaposema kila mtu amekusudia akakifanye, manake ni kwamba kile anachotakiwa akakifanye kiko ndani ya moyo wake. Na alianza kuwa nacho toka akiwa mdogo. Wakati huo unafikiria, mimi niliwahi fikiria na nimefanya research ambayo ni ya wazi. Nimefanya research ambayo nina uhakika hata nikikupa majibu kaifanyie popote utaiamini. Ukienda hospitali, wale wengi ambao unakuta kabisa anamhudumia mgonjwa kwa moyo wa kuumia, moyo wa uchungu, ni kwa sababu anajua thamani ya kile alichokibeba. Lakini wale waliosukumwa, nenda tu kasomee kitu fulani, hawezi akawa na uchungu na wewe. Mtoto anakuwa na uchungu na kile anachokifanyia. Labda nikurudishe nyuma hapo, mtumishi, uliponiuliza. Nina rafiki yangu, yeye baba yake alimwambia akasome pharmacy. Lakini yeye moyo wake haupo pharmacy. Alienda kusoma famasia na ana degree ya pharmacy. Alipomaliza alirudi na cheti nyumbani, akamwambia baba, kazi ulionituma nimemaliza, cheti chako hiki hapa. Amefungua hardware, anafanya biashara ya uuzaji wa vifaa vya ujenzi, lakini ni mfamasia, ana degree. Lakini hana muda na hicho cheti chake. Cheti kama unatea mzee. Na kuna wakati aliniambia kama ninakihitaji cheti chake nimwambie.
nikitumie mimi sasa kwa sababu kipo baba hafanyi kazi. Manake ni kwamba huyu mtu ameenda kusoma kitu hajakipenda. Kichwani mwake anawaza vitu vingine. Anawaza vitu vingine. Si unanielewa mtumishi? Jana nilikuwa napitia status, kuna rafiki yangu mmoja ameposti, yeye ni mchezaji wa mpira. Ameposti mama amesimama, amemshikia kiboko, anamwambia naenda shule. Amekaa darasani, kile kiklipu kimeweka kwamba amekaa darasani anasoma, lakini akili yake yote inawaza mpira. Ndicho kilichoko moyoni mwake. Sasa wazazi wengi wanawalazimisha watoto wakafanye kitu ambacho hakipo. Unamlazimisha mtoto akasome udaktari, mtoto wako anawaza ualimu. Akifika kule atakuwa tu mkali kwa wagonjwa kwa sababu yeye anawaza ualimu ili amfundishe mwanafunzi aelewe. Hakuna mwalimu mpole, kwa sababu ukiwa mpole mwanafunzi atafeli. Sio, unanielewa mtumishi? Ni sawa na mimi unaponiambia leo hii ninapokuja hapa, ninapokufundisha neno la Mungu, ni akili yangu na moyo wangu wote umezama kwenye nini? Kwenye neno la Mungu. Ndio. Ukinichukua ukaniambia twende tukajadili habari ya ulevi, nitakuona kwamba unatafuta muda wa kutafuta challenge gani mimi nitakupa. Maana yake ni kwamba kwenye kile tutakachokijadili mimi nitakuleta kwenye upande mwingine. Uliwahi jiuliza kwa nini kwenye vilabu vya pombe wanapiga nyimbo za dini? Hapo sasa Wanatambua kwamba aliyewaleta duniani ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo pale kunakuwa na nguvu mbili zinashindana. Shetani anawatafuta watu wake na Mungu anawatafuta watu wake. Na ndio maana uwezi kukuta mlevi amelewa anakwambia weka nyimbo ya Bongo Flava. Anataka nyimbo ile ile ambayo ameisikia. Na wengine wanacheza huko wanamshukuru Mungu, yani wanacheza na mshukuru hata Mungu. Kama ni ya Bongo Flava kinajua bwana Mungu niongozi. Anajua. Ni kweli. Na ndio maana ukitaka kutafakari, uliwahi sikia mlevi amepotea njia? Hapana. Kwenda nyumbani. Mlevi apotee njia. Atachelewa kufika ila atafika. Hata kama ni saa 12. Ndio tofauti ambayo Mungu ametupa kati ya sisi na watu wengine. Maanake ni kwamba neema inapoingia ndani yako ukapata nafasi ya kumwambia Mungu, wewe ni jibu langu, wewe ni sehemu ya maisha yangu, Mungu anakupeleka viwango vingine. Mungu anakupeleka viwango vingine. Hakika na inakwambia Mungu anakupeleka viwango vingine. Na sasa hivi ninavyoongea na wewe, kuna mtu kama anaamini ninachokisema kwamba liko tumaini, anatoka anaenda sehemu nyingine na atakupa ushuhuda kwamba Mungu amenipeleka sehemu nyingine. Kwa sababu Mungu anatamani kila mtu afike kwenye hatima anayofikia. Sasa hivi watu wengi wamekaa wanaamini kwamba kwa sababu ni kipindi cha Kwaresima basi ndo kipindi ambacho hatutakiwi kutenda dhambi. Haina maana hiyo. Mungu anahitaji wewe muda wote uwe wa Kwaresima. Kwaresima maana yake nini? Kwaresima ni kipindi ambacho Yesu alikipitia kwa ajili ya kwenda kutuokoa sisi. Maana yake ni kwamba unapokuwa kwenye kipindi cha Kwaresima unakuwa kwenye kipindi cha majuto, kwamba ninajuta kwa dhambi hii na hii niliyoifanya. Lakini watu wengi wameweka Kwaresima ndo sehemu ya kuziweka dhambi pembeni, ili watakapomaliza Kwaresima waje wazifidie. Si unanielewa? Lakini wanasahau kwamba siku wanapokuja kusema kwamba ngoja nirudishe, hauwezi jua siku gani Mungu anakuchukua. Hakuna mtu ana garantii kwamba nitakufa siku fulani. Mungu ndo anajua siku yako ni lini. Jaribu kufikiria siku ile unafanya dhambi ndo Mungu anakuchukua. Unaenda kutubu wapi? Na ndipo ambapo watu wengi tunajisahau. Watu wengi tunaona kwamba tumefika mwisho. Nimeongea na mtu mmoja ananiambia shetani amefungiwa. Mwezi huu ni mwezi mtukufu na Kwaresima shetani amefungiwa. Kwamba shetani hawezi kufanya chochote. Rafiki yangu asikudanganye mtu. Shetani yuko muda wote. Jaribu kuingia kwa Ayubu. Shetani anazunguka na Mungu anamuuliza shetani, "Unatoka wapi?" Anamwambia anatoka kuzunguka. Nimtafute mtu nimmeze. Manake ni kwamba popote ulipo shetani yupo. Kwenye uwepo wa Mungu shetani yupo. Kama Yesu alijaribiwa na shetani, na Yesu alitoka mbinguni, alikuwa hana dhambi, lakini Yesu alijaribiwa na nani? Na shetani. Mimi na wewe tunapojiamini kwamba shetani amefungiwa, ndio mahali ambapo shetani anafanya kazi kwa nguvu. Kwa hiyo ni kwamba mimi na wewe tunapoamini liko tumaini. Kuna wakati tumekata tamaa, Mungu anakuja na neno ambalo anakuambia liko tumaini. Saa hii ninapokuambia kuna mtu aliyekata tamaa, Mungu akiamua kumuinua na muinua kwa namna nyingine. Yawezekana hata katika maisha yako ya uchumi ulifika sehemu uliona kabisa hapa nilipofika, hapa wezi, nimefika mwisho. Lakini Mungu anakuja kukwambia liko tumaini. Mwambie Mungu, fedha na dhahabu ni mali yako. Hapa nilipo sio kwangu. Nipeleke mahali pengine. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi kuna mahali Biblia inakwambia akupeleke panapo nafasi. Watu wengi tunapitia changamoto kwa sababu tumekaa kwenye nafasi sio zetu.
Tumekaa kwenye nafasi sio zetu. Wewe hapo nikikuchukua leo nikupeleke kanisani ukaimbe kwaya, kama sio hobi yako huwezi kufanya hivyo. Ni kweli. Na ndio maana kanisani kuna watu tofauti. Mungu amegawa karama tofauti. Kuna karama ya uimbaji, kuna karama ya uinjilisti, kuna karama ya kuhubiri, kuna karama ya kuombea, lakini pia kuna karama ya kuona. Mungu amempa kila mtu karama yake kulingana na majira ambayo Mungu amewakusudia. Kwa hiyo usikae sehemu kaona kwamba mimi sina thamani. Unawaza kwenda kujiua, unasema bora nife. Usiseme bora nife. Unajua Mungu amekuleta duniani kwa ajili gani? Mungu amekuleta duniani kwa sababu analo kusudi, na kusudi lake lazima litimie. Kama halijatimia Mungu hakuchukui mpaka limetimia. Maana kila mmoja aliyeko duniani ni makusudi. Ana kusudi la Mungu. Ana kusudi la Mungu. Si bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Tukiangalia wainjilisti walio wengi au wahubiri walio wengi, angalia wametoka wapi. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Walikuwa yeye Moses Kulola, alikuwepo na Kakobe, alikuwepo na Mwakasege. Mungu kamchukua Moses Kulola, sio kwamba akamchukua basi tu, hapana. Moses Kulola kazi yake imeisha. Hawa ndo waanzilishi wakubwa wa imani. Ukimwangalia Mwakasege, tangu mimi nimeanza kumsikia Mwakasege nikiwa mdogo mpaka leo, yule mzee hajawahi zeeka. Mungu anazidi kumtumia, manake kazi haijaimaliza. Sasa kimwacha azeeke, manake kazi hata ifanya. Mwakasege mpaka leo anazidi kufanyaje? Anazidi kufanya kazi kubwa. Ndicho tunachokiamini kwamba tumaini la Mungu linapokuja linakuja kwa namna nyingine. Mungu anapomuinua mtu anamuinua kwa namna nyingine. Ni majira ambayo kila mtu anatakiwa amini liko tumaini. Umekata tamaa, amini ya kwamba liko tumaini. Umefika sehemu unaona kabisa umevunjika moyo, mwambie Mungu, hapa nilipofika kwa akili zangu siwezi, ninakuhitaji wewe. Yesu yuko msalabani anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sio kwamba anasema mbona umeniacha akiwa na maana kwamba amejiona yuko peke yake, hapana. Alikuwa anamkumbusha Mungu, niko hapa. Niko hapa. Yule mwanamke anatoka na damu, anaangalia Yesu, anaenda, watu wanamshangaa, lakini aliposema kwa imani yake aliamini kwamba nikigusa tu vazi la Yesu mimi nimepona. Yule mwanamke alipona pale pale, lakini alitibiwa kwa miaka 12. Alizunguka kwa waganga mbalimbali, hakupona. Shakata tamaa kabisa. Alikata tamaa, lakini alipofika hatua akaamini kwamba nikigusa pindo nitapona, na alipogusa pindo pale pale akapokea uponyaji. Leo hii kuna watu wanaamini kwamba yeye akifika sehemu anaona kabisa hali yake imefika mwisho, anaona hospitali ndo sehemu ya mwisho. Hata hospitali sio sehemu ya mwisho. Hospitali unaweza ukafika, madaktari wanamtumia Mungu, lakini shetani pia anawatumia madaktari. Shetani pia anawatumia manesi walioko hospitali. Manake ni kwamba pamoja na kwamba uko pale na wewe una nafasi yako, shida ni kwamba watu wengi wa sasa tumesahau nafasi tuliopewa. Yani hata kwenye kuomba hakuna maombi ambayo watu huwa wanaomba kwa kiwango cha ndani kama maombi ya hospitali akiwa amelazwa. Laiti kama yale maombi tungekuwa tunayaomba huko mitaani, tungekuwa mbali sana. Mbali sana. Ila watu wameamini kwamba maombi tunayoyaomba Mungu anayasikia. Unaenda tu, Baba ninakushukuru, imeisha. Kuna maombi Mungu anataka uende viwango vya ndani. Anataka uzame ndani. Mwangalie Paulo na Sila gerezani. Mungu anakupa mifano kwenye watu wake, watu ambao walikuwa wamekaa wanateseka. Anamchukua Paulo na Sila gerezani, wamekaa kwa muda mrefu. Mungu anawaachia namna nyingine. Paulo na Sila wanaamua kumsifu Mungu tu. Milango ya gereza inafunguka. Yule mlinzi anaamua kutafuta upanga, anataka kujiua kwamba amewapoteza wafungwa. Kwa hiyo anaamini kwamba atapoteza nini? Atapoteza nafasi nyingine aliyokuwa nayo, bora afe. Lakini Paulo na Sila wanaamka, wanamwambia usijidhuru, sisi tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini ya kwamba kuna mtu anaelewa nini namaanisha. Kuna mahali ambapo tumefika sehemu tumekata tamaa. Mungu anatamani pale tulipokata tamaa tumuone yeye kwamba ni sehemu kubwa kuliko chochote. Waganga wa kienyeji hawatusaidii chochote. Wachawi hawana kitu. Wewe unaona kabisa wachawi wanakatiza juu ya bati lako kila siku. Ni kwa sababu gani? Umejiona wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Jione nafasi nyingine. Hapo uliponyanyuka mwambie Mungu, liko tumaini hapa nilipo. Kwamba kuna kuinuka tena. Nimeinuka. Nimeanguka, nimeinuka. Kuna watu waliingia katika nafasi ya kuokoka, lakini walifika sehemu walikata tamaa ya wokovu kwa sababu ya watu wanaoishi nao. Wakapoteza thamani.
Unapokuwa umeokoka au umempokea Yesu, umepata thamani. Ile thamani unapoipoteza, maana yake kuna nafasi Mungu anataka uipeleke nyingine. Rudi, mwambie Mungu, ninakuja kwako, nimepoteza thamani yangu, ninaomba niinuke tena. Mungu anarudi, Mungu anakuchukua. Ila watu wengi wanasahau kwamba ninapokuwa niko katika mazingira haya, basi nimefika mwisho, ndo basi. Ndo maana ukijaribu kuangalia hata mtu anapohangaika nataka kufa, utasikia niitie mchungaji. Anaamini kwamba liko tumaini, kwamba anaweza akatamka kitu na nikapona. Na kweli akitamka kitu anapona, kwa sababu Mungu anasema kwamba niite. Amesema hapa, tumesoma kwenye kitabu cha Yeremia, anasema kwamba ombeni, tuombe. Ukisoma hata kitabu cha Yohana kuna mahali anakwambia ombeni nanyi mtapewa. Manake kazi yetu sisi ni kumuita. Tunamuitaje huyu Mungu? Tunamtafutaje huyu Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye ile Yeremia 29:12 amesema mnitafute mtaniona. Anaposema nitafuteni mtaniona, anamaanisha kwamba kumuona kwake ni pale ambapo umekata tamaa, alafu tumaini jipya linainuka. Pale ambapo tumekata tamaa, amani mpya inainuka. Pale ambapo tumekata tamaa, unajisikia furaha ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumaini letu sisi tukiliweka kwa Bwana, maana yake ni kwamba tunatoka viwango tulivyopo, tunapelekwa viwango vingine. Tunapokata tamaa kama vijana, na vijana sasa hivi ndio tumekuwa sehemu kubwa ya shida. Vijana ndio shetani anataka kututumia kwa viwango vikubwa. Kwa hiyo vijana, Mungu anawataka vijana, shetani anawataka vijana. Biblia inakwambia ninawatumia nyinyi vijana kwa sababu mnayo nguvu. Kwa hivyo tunajiona kwamba kama Mungu ametutelekeza. Tunapojiona kwamba sisi tuna nafasi nyingine, shetani anatutumia, na shetani anatutumia vijana kwa viwango vya juu sana. Na anatufaidi vizuri mno. Lakini tukirudi tukajua thamani yetu, kwamba sisi ni vijana ambao Mungu ameamua kututumia kwa namna nyingine, tunapelekwa viwango vya juu. Na Mungu anawatumia sana vijana. Jaribu kuangalia sasa hivi wachungaji wengi ni vijana, wahubiri wengi ni vijana, waimbaji wengi ni vijana. Lakini changamoto ya vijana, wanapopata nafasi ya kuinuka popote, wanainuka na tamaa. Ndio pale ambapo shida inakuja kuinuka. Leo mimi nimesimama hapa, nina hudumu redioni, lakini mimi sio mchungaji. Ila ninapokuja kanisani kwangu, nimeona kwamba kwa sababu leo nimeweza kusimama redioni, nimeweza kuhubiri, watu wamenisikia, nina uwezo wa kupata watu wakanisikiliza, kesho na mimi nafungua kanisa. Mungu amekuita ufungue kanisa? Nasema sasa kwa matokeo haya, ngoja na mimi nifungue kanisa langu. Umeona kwamba muitikio ni mkubwa, acha nifungue kanisa. Mungu hajakutaka ufungue kanisa. Mungu amekutaka wewe usimame kwenye nafasi amekupa. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu Mungu amenipa nafasi ya kuambia vijana wengine kwamba vijana tusikate tamaa, liko tumaini. Vijana tusijichukulie poa, liko tumaini. Vijana tusijione wa kawaida, liko tumaini. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mungu anakutumia kwa viwango vyako. Bungeni walikuwa wanajaa wazee, sasa hivi umeona wamejaa vijana. Mawaziri walio wengi ni vijana, ni kwa sababu Mungu amewataka vijana. Ni majira ya vijana kuinuka. Tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Wamama wengi wamekata tamaa, wababa wengi wamekata tamaa, walio wengi wanaona bora kujiua. Nimekutana mimi na mtu ambaye alikuwa anajaribu kujinyonga. Bahati mbaya ile kamba ikakatika. Amebaki na alama shingoni. Anakuambia usijaribu. Usijaribu. Unataka kuniambia nani aliamua kukata kamba? Sio kwamba yeye aliamua kamba ikatike, ila Mungu aliamua kukata kamba ili amuonyeshe kwamba kuna nafasi nyingine tena. Lipo tumaini. Liko tumaini. Mtu anaamua eti vijana wengi sasa hivi unakuta eti kwa sababu ya mahusiano anaamua kunywa sumu afe. Ukikutana na mtu wa aina hiyo, haitambui thamani yake na haoni kama kuna mpenyo mbele. Lakini Mungu anakuja kukufanya uitambue thamani yako, kwamba umekunywa sumu, unaanza kusema jamani, nipelekeni hospitali na kufa. Kwa nini unasema na kufa? Maana yake unahitaji tumaini lingine. Unapohitaji tumaini lingine, Mungu ndipo anapokuja kuwainua watu ambao hujawategemea, wanakuja kukushauri, wanakuja kukwambia achana na hii habari, mtafute Mungu, achana na hii habari, mtafute Mungu. Maana yake tumaini lako liko kwa Mungu. Tuna nafasi kubwa kama vijana ya kutengeneza tumaini letu. Tumaini letu tumwangalie Mungu nafasi yote tunafanya. Kila tunachokipitia tumwangalie Mungu. Kila tunachokifanya tumwangalie Mungu. Kuna nafasi kubwa ya kufanya. Tuna jambo ambalo tuna uwezo wa kulitendea na tukafika hatua. Hata rais vijana amewatumia. Tunao watumishi wengi
Yawezekana hata wewe ulikuwa hujui kama nani Joel Nanauka ni mtu aliyeokoka. Ameokoka, ni mtumishi wa Mungu yule. Na Mungu amemtumia kamweka pale, anakusudi, na ndio maana kamleta kwa vijana. Vijana wanahitaji nafasi mpya. Vijana wamekata tamaa. Vijana wamepoteza tumaini kwa sababu waliamini kwenye vitu ambavyo havipo. Sasa ukimchukua huyu kijana ambaye amepoteza tumaini, ukamleta nafasi ambayo anaweza akapata tumaini jipya, atakuona kama wewe ndio Mungu kabisa. Lakini kumbe anatakiwa atambue thamani yake iko mikononi mwa Mungu. Anatakiwa atambue thamani yake iko mikononi mwa Mungu, kwa sababu tumaini ambalo Mungu analileta kwa vijana ni tumaini ambalo hakuna mtu alikuwa nalo. Tumaini ambalo Mungu analileta kwa wazee ni tumaini ambalo mtu hakuwa nalo. Tumaini ambalo Mungu analileta kwa wamama ni tumaini ambalo mtu hakuwa nalo. Leo hii tunakata tamaa kwa sababu hatujui thamani yetu. Tukiitambua thamani yetu na tukajua ya kwamba liko tumaini, kuna nafasi Mungu anatupeleka. Ninaamini ya kwamba kuna mtu ambaye ananielewa sasa hivi ninavyosema. Ninapomwambia kwamba liko tumaini, huyu mtu anapona. Umekaa kitandani, umekata tamaa, unaamini wewe ni wakufa. Mimi ninakwambia liko tumaini. Hapo ulipokaa kwenye kitanda chako, mwambie Mungu, mimi ni mzima wa afya. Alafu kaa ukiamini ya kwamba wewe ni mzima, uone kama utabaki unaumwa. Unapona kwa sababu tumaini lipo. Ukisoma kitabu hiki, ngoja tusome, ni kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 22. Ni kitabu ambacho huwa nakipenda sana. Ufunuo 22 mstari wa kwanza na wa pili, anasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Manake mto wenye maji ya uzima unatoka kwenye kiti cha enzi. Yaani huu mto unatoka moja kwa moja kwenye kiti cha Mungu. Sasa jiulize, huu mto unatoka kule wenye maji, huu mto wa aina gani? Anaendelea mstari wa pili, anasema, katika njia kuu yake ya upande huu na upande huu na upande ule wa mto ule. Yaani ule mto ulikuwa na upande tatu kama unavyofahamu. Kuna upande wa kushoto, upande wa kulia na chini pale ambapo maji yanapita. Anasema kwamba ulikuwako mti wa uzima kando ya mto. Ulikuwako mti wa uzima uzao matunda aina 12. Aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani yake mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapojaribu kuangalia kwa nini amesema wenye kung'aa kama bilauri, alafu anakuja kutuambia kwamba maji yake ulikuwa ni, anasema ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, katikati ya njia kuu yake ulikuwa, yani katikati ya njia kuu, manake upande huu na upande huu na pale anapopita maji, katikati ya njia kuu yake ulikuwako mti unaozaa matunda aina 12. Matunda aina 12 ambayo hayo matunda yanazaliwa kila mwezi. Sasa hivi tuko mwezi wa 3, manake mwezi wa kwanza matunda 12 yalitolewa, mwezi wa pili matunda 12 yalitolewa, na mwezi huu wa 3 matunda 12 yalitolewa. Matunda haya ni yapi? Amani ya moyo ni matunda, furaha ya moyo ni matunda, unapokuwa na uzima, afya ni matunda, unapokuwa na fedha ni matunda, unapokuwa na kazi ni matunda. Tunahangaika, tunalalamika, tunasema kwamba mimi ni wakufa, lakini je, umejua ya kwamba kuna matunda yamezaliwa mwezi huu, na matunda hayo ni pamoja na afya yako? Umejua ya kwamba mwezi huu kuna matunda yamezaliwa ikiwa ni pamoja na uchumi wako? Lakini umekata tamaa, unasema mimi ni wakufa, maskini. Wewe nani alikwambia maskini? Wewe sio maskini. Biblia inasema Mungu anawaangalia maskini wa roho. Haangalii wewe ambaye una utajiri wa fedha. Anaangalia wewe ambaye unahitaji kushibishwa, unahitaji kupewa kitu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema hivi, wenye kuzaa matunda yake kila mwezi, na majani yake ni ya kuwaponya mataifa. Kwa hiyo ukiachana na matunda, kuna majani ambayo kazi yake ni kuwaponya mataifa. Wale ambao wamekata tamaa wana nafasi ya kuponywa, wana nafasi ya kupata tumaini lingine. Na leo ninapokuambia kwamba liko tumaini, ninaamini ya kwamba tumaini lipo. Na Mungu anasema ya kwamba liko tumaini, akiwa na maana kwamba kuna kuinuka tena. Uliyekata tamaa, nyanyuka, sema Mungu, mimi ni mzima. Walipokuwepo Paulo na Sila wanakutana na yule ombaomba, wakamwambia, sisi hatuna cha kukupa, ila tulicho nacho simama uende. Yule ombaomba alisimama na watu walibaki wanamshangaa. Usi yule ombaomba alikuwa kiketi pale akiomba? Alikuwa kiketi akiomba, lakini leo amenyanyuka, watu wanamshangaa, mbona amekuwa hivi? Ndiyo pale ambapo Mungu anatuambia kwamba liko tumaini.
Manake ni kwamba nimekata tamaa, najiona kwamba mimi ni wa kusaidiwa tu, najiona kwamba mimi ni wa kufika sehemu ambayo ninahitaji tu mtu anisaidie kitu fulani. Umelala kitandani, unahitaji watu wakubebe, wakupeleke ukajisaidia urudi. Mimi nakwambia kwamba liko tumaini. Hapo ulipo unaponywa. Mungu anakupa uponyaji kwa sababu tumaini lipo katika uponyaji. Kwa hiyo kama ni mgonjwa hapo ulipo, mwambie Mungu, mimi ni mzima wa afya kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amini umepona. Mwambie Mungu, mimi ni mzima wa afya katika jina la Yesu. Amini umepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba mtumishi wa Mungu, wewe ambaye umenisikia, umeelewa na Mungu anakupa tumaini jipya. Amen. Liko tumaini. Amen. Vijana umetupania. Umetuwekea neno zuri kabisa, hili nimelipenda sana. Liko tumaini. Ndio. Hii ni kama umetufufua. Kama si kutufufua basi umetutengenezea uhai mwingine tena. Si ndio maana yake? Amen. Kwa maana vile tushafikia tu kwamba hatufai. Ndio. Yaani kwamba mimi si chochote. Kwa nini nipo hapa? Kwa nini niko hapa? Kwa nini usinichukue? Ndio. Kwa maana vile sasa hapa Mungu anakuambia hapana. Unatakiwa kuendelea na safari. Unatakiwa kuendelea safari. Hapa sio niliko kupangia mimi. Safari bado, nyanyuka uende. Ndio maana Waswahili wanasema kuteleza sio kuanguka. Utaanguka, utanyanyuka, utaendelea na safari. Amina. Mtumishi, muda si rafiki. Ndio. Nilitamani tuendelee mpaka hata saa 8. Hawa tungefunga hata live stream kabisa, watu waone namna ambavyo. Lakini bahati mbaya na kizuri kikiwa kikubwa, ndio unakuta unapoteza watu tena. Sawa sawa. Wanakuambia sukari na yeye. Si unatuambia huko kwao ndio sukari ikiwa nyingi ni madhara pia. Ni madhara pia. Tamu inabidi ubaki katikati. Ndio. Mimi nikushukuru sana. Amina. Na naamini tukipata muda na nafasi nyingine pia mambo yatakwenda vizuri. Lakini pia sisi nafasi tunazo mpaka jioni. Tutakukaribisha zaidi. Sawa sawa. Wewe jamii inakutegemea, lakini pia watu wanakutegemea. Hiki nadhani kionjo kwa kila ambacho ulichonacho kati ya vingi sana. Amen. Na watu wakitaka kukupata zaidi pengine katika huduma na maeneo mengine wanakupataje au huduma yenu wanaipataje? Sisi tunapatikana kanisa la Agape Life Church. Sisi tuko Mbwanga, jirani na shule ya sekondari ya Miuji. Na namba zetu tunazopatikana, kuna mchungaji wangu anaitwa Mchungaji Gondwe ambaye yeye namba yake ni 0764 811 855. Lakini pia tunaye mchungaji msaidizi pale ambaye yeye anaitwa Magdalena. Anaitwa Magdalena, namba yake ni 0752 298 718. Lakini ukitaka kunipata mimi, namba yangu ni 0692 544 565. Namba yangu ni 0692 544 565. Asante sana. Mimi ni kushukuru sana kwa neno ambalo umelitoa. Mungu akubariki. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, karibu tena. Amen. Lakini pia napatikana YouTube, nina wimbo wangu jina linaitwa Shadrack Mgeni. Au sio? Unaitwaje wimbo? Wimbo unaitwa Tunaomba Tuokoe. Tunaomba Tuokoe. Lipo tumaini. Sara K usiyeshindwa ni tafakari ambayo inatusindikiza msikilizaji Jumapili ya leo ndani ya Mungu Nena Nasi. Kwa kweli tuna ziada. Imekasoro ni sekunde tu na pana ni saa 3 kamili katika saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Jenibet Albert Kasheja. Tukutane wakati mwingine katika vipindi ambavyo vinaendelea hapa 101.1 Maisha FM Radio, sauti ya afya nyumbani mwako. Asante na kwaheri. Amen.